yetu ya mbinguni, tunainua mikono yetu juu kwa ajili ya kuombea kazi hii kubwa. Tunaamini ya kwamba pasipo wewe hatuwezi lolote. Wewe unatosha juu ya maisha yetu, Baba. Baba, asante kwa hao watu ambao wamekubali aliko letu, Mfalme. Achililia kazi za Roho Mtakatifu kutembea nasi katika muda huu, ili Bwana tunapotoa neno lako liweze kuzaa matunda, na matunda yanayodumu, Baba. Asante kwa sababu katika historia ulituma neno lako kwao, na neno lako likawaokoa. Bwana, tunaamini ya kwamba neno lako ni uzima, neno lako ni mkate Bwana, neno lako lina uhai, neno lako linaumba. Bwana, achililia, Jehova, katika jioni hii tunaposikia neno lako, yakaumbe uzima ndani ya maisha yetu, yakaumbe uzima katika mtaa wa Wicha, Bwana. Tunakushukuru Yesu Kristo, maana wewe ni pamoja nasi, Emmanuel. Tunakushukuru Roho Mtakatifu, maana wewe ni msaada wetu kwenye mkutano huu. Ndio maana tunakuomba ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, na kusanyiko iseme amen. Wapendwa waliokuja na Biblia na wale ambao wana Biblia katika matelefone zao, wanaweza fungua pamoja nami ndani ya kitabu ya Ezekiel 37, na mstari wake ni ile ya kwanza hadi ile ya 4, na baadaye nitasoma mstari wa 11. Ezekiel 37, na hii ndio andiko kubwa ambayo maono tunayoyabeba yanakaa hapo. Ndio maana sitaki niende mbali na maono ambayo Mungu ametubebesha. Mzigo ambayo Mungu ametubebesha yanapatikana katika Ezekiel 37 na mstari wake wa kwanza na ile ya 4. Na ninajua ulipokea kikaratasi ya aliko letu linalobeba andiko hilo, Ezekiel 37 mstari wa kwanza na ile ya 4. Unaweza kusahau maneno yote, lakini sikia mpendwa, usisahau andiko hili. Mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, akanichukua nje kwa Roho ya Bwana, akaniweka chini kati ya bonde likajaa na mifupa, akanifanya kuizunguka pande zote, na tazama ilikuwa mingi sana juu ya uso wa bonde, na tazama ilikuwa mikavu sana. Akaniambia, mwana wa watu, mifupa hii inaweza kuishi? Nikajibu, Bwana Mungu, wewe unajua. Akaniambia tena, tabiri juu ya mifupa hii, uambie, nyinyi mifupa mikavu, sikieni neno la Bwana. Haleluya. Verse ya 11 inasema ya kwamba, alafu akaniambia, mwana wa watu, mifupa hii ni nyumba nzima ya Israeli. Tazama, wanasema mifupa yetu imekauka na taraja yetu imepotea, tumekatiwa mbali kabisa. Wapendwa, andiko hii yaliweza kuonekana kwa taifa ya Israeli, na Israeli ni taifa ambao ukifuata historia yao, siku zote za maisha yao walitembea ndani ya uchungu, ndani ya tabu,
wa tabu, na tabu yao yalitokana juu ya kuasi sheria ya Mungu wetu. Haleluya. Tabu yao yaliwapata juu, walimkataa Mungu huu ambaye aliweza kuwakomboa kutoka kwa mkono ya Farao. Na sikia mpendwa, Musa kabla aondoke akaambia wana wa Israeli, Mungu ambaye mnayemtembea naye ni Mungu mwenye wivu. Mungu ambaye mnashikamana naye aliwaokoa na mkono wa nguvu. Lakini sikia Israeli, siku ambapo utaweza kuacha Mungu na Mungu naye atakuacha. Miaka iliendelea, Israeli imeshakaa, imefikiri ya kwamba imeshafika kwenye nchi ya asali na maziwa. Wanapanda shamba, wanafanya kila kitu, wanapokea baraka na baraka. Lakini ilifika wakati Israeli ikamgeuzia Mungu mgongo yao. Historia ya Israeli wezekana yafanane na historia ambayo tulisikia mbeleni juu ya mji huu wa Wita. Wita ni mji ambao ulikuwa ya makimbilio. Wita ni mji ambao watu walitoka pande nne ili wakuye wakae kwenye mji ya Wabila. Wita ilikuwa mji ambao ukiteswa na magonjwa yako ni hapa kwa udongo ya Wita. Watu walitoka pande nne ya ulimwengu ya Kongo ili wakuje wapate matibabu. Na Mungu wa mbinguni aliweza tuma wa misionero wake hapa. Sikia Wita, historia ya Wita ilikuwa na baraka kubwa. Wita ilibarikiwa na udongo wake. Udongo wa Wita inabarikiwa, sema amen. Juu ya udongo ya Wita iliacha watu wanahama milima zao, wanahama manyumbani mwao ili wakuye wakae na wafanye biashara ya shamba hapa katika mji huu wa Wita. Na historia ya Wita nasema ya kwamba ilifika kiango ambapo Wita haungeweza kuvuka mgini wa Wita kama unaelekea sehemu ya Goma, sehemu ya Butembo, sehemu ya Beni. Hauwezi kuvuka mgini ya Wita kama unaelekea kwenda Bunya, kwenda Komanda, kwenda Kisangani na kadhalika. Madereva wote walisimama hapa kwa Wita. Ni juu Wita ilibarikiwa, na hii ilikuwa baraka kutoka kwa Mungu wetu. Lakini tatizo nasema ya kwamba Wita na Israeli hakuna tofauti. Ilifika hatua ambapo wakaaji wa Wita, wababa wa Wita walijisikia ya kwamba ni kweli Mungu amebariki mavuno yetu, amebariki shamba zetu. Watu wakaanza kuoga, hiyo ambao wanaita primusi ikageuka kuwa maji kwao. Ndani ya mji wa Wita, waliotembea na Bwana, waliomjua Mungu, wakaanza kurudi nyuma juu ya baraka ambayo Mungu alisimamisha kwa Wita. Na wengine historia inasema ya kwamba wakaanza kunawisha malofu hata pikipiki zao. Sikia mpendwa, tumekuja hapa kama vile siku zile za Ezekiel. Wakati Mungu anaona uovu inaposhika watu, Mungu anageuka. Hata Warome nasema ya kwamba dhambi zetu zimetutenga na Mungu wetu, maana tunapungukiwa na utukufu
utukufu wa Mungu. Mpendwa, sikia, usikubali wicha kubaki ndani ya chini ya laana ya kuachilia Mungu kwa maisha yenu. Maana Mungu mkimwacha, Bwana naye atawaacha. Israeli ikaacha Mungu wa Yuda, ikaacha Mungu Jehova aliyewatembeza, aliyewaokoa. Na juu ya hii Israeli ikaenda katika usambazo. Usambazo ni kusema nini? Ikaenda katika utumwa, na wengine wakakimbia utumwa. Na leo wengi watoto wa wicha wako ndani ya usambazo, na majamaa ambao zina nguvu ya biashara, ina nguvu, imehamisha watoto wao. Na wengine wanaweza kuwa wamekufanana, lakini watoto wao hawakai tena kwa wicha, kwa sababu wanajua ya kwamba juu ya wicha kuna mpanga. Sikia mpendwa, wanaweza enda, lakini sisi ambao tungali wicha, tukimrudilia Bwana, tutaona Mungu atafanya ishara ya ajabu. Ndio maana mpendwa ambaye uko unanifuata hapa, pengine unanifuata kwenye radio, maana tumelipa radio ili usikie habari hii. Israeli ikafananishwa watu ambao hawana tena matumaini. Maana Biblia inasema kwa verse 11, tumaini ikaisha ndani ya maisha ya watu wa Israeli, kwa sababu walijikuta ya kwamba hawana msaada, hakuna mahali ambapo wanaweza kimbilia. Alafu akaniambia, mwana wa watu, mifupa hii ni nyumba nzima ya Israeli. Tazama, wanasema mifupa yetu imekauka na taraja yetu imepotea, tumekatiwa mbali kabisa. Tumaini kapotea ndani ya wana wa Israeli. Hakuna tena mtu anaamini ya kwamba siku zile za zamani zitaonekana tena, siku zile za kahawa zitaonekana tena. Hakuna mtu anaamini siku zile za zamani ambapo watu walilala hapa, marestora, mahoteli zikafanya biashara, wanaamini ya kwamba haitawezekana tena. Walikuwa na lugha ya maneno tatu. Neno ya kwanza ambao walisema, mifupa yetu imekauka. Hii inataka kusema nini? Taraja ya kutembea, ya kuishi imekwisha. Maisha yangu nimepata bahati ya kuona mtu ambaye anadidimia juu ya kanser ya mifupa. Kama ukishikwa na kanseri ya mifupa, wadaktari ambao wako hapa watakuambia umegonjwa mahali ambapo hautaweza tena kusimama. Inaluma gizi, huwezi kuamini. Mifupa, ukigonjewa ndani ya mifupa, jua ya kwamba tumaini ya kuendelea, ya kupanga mipango inaisha. Na Israeli ilisema mifupa yetu imekauka. Na juu ya hii sikia, na taraja yetu imepotea. Taraja ni kusema nini? Matarajio ambao tulifikiri juu ya kesho. Tuliama milima zetu, tulitoka katika mji wa baridi, tulitoka katika miji zingine zenye joto, tukakifanya makao hapa. Lakini sikia mpendwa, wakati tunapoona yale ambao tunayapitia, taraja ya walio wengi imekufa. Tumaini ya walio wengi imekufa. Na kama tumaini yamekufa ndani mwako, hakuna kitu unaweza kuyafanya. Nimezunguka ndani ya mji huu, nimeona mamitualite na mitualite ya aina na aina.
Unaweza waza ndiyo maendeleo, lakini sikia, hii nionyeshe ya kwamba hamna tena taraja. Unajua nikilipa $1 kwa mwezi, kwa juma, kesho nikifiwa hawa watu watasimama ili waweze kunizika. Na watu wanasema, ninaenda wapi? Ninaenda kwa mutualite. Ninaenda wapi? Ninaenda kwa mutualite. Mpendwa, sikia, ukiingia kwenye mji kuna jama mutualite, jua ya kwamba hawa watu hawana taraja. Maana wamekosa njia ya kutokea, na wanaanza kujipangia kwenye mutualite yale ambayo itawazika. Wataleta kaburi kwetu, wataleta sanduku kwetu, wataleta chakula siku ya mwanzo kilio, wataleta blanketi, wataleta. Kwa macho yenu mnaweza waza ni maendeleo, lakini nataka kuambia ya kwamba hizo zote, na ukiona maonje zinatembea ndani ya mji, jua hiyo mji ni ya taabu. Maana itawafanya kuwa watumwa. Ukipokea kitu tukamate foto, ukipokea kitu acha tuandike. Hii nataka kuhakikishia ya kwamba vita ile ambayo tulijua haikukuwa na hiyo hali. Lakini hawa watu wa Israel walisema neno lingine. Ya kwanza, mifupa yetu imekauka. Ya pili, taraja yetu imepotea, ama tumaini yetu imepotea. Tumekataliwa mbali kabisa. Neno kukataliwa mbali kabisa inamaanisha nini? Inasema hatuna tena msaada, hatujue tena nani atatuokoa, hatujue tena tukimbilie nani. Maana tumekataliwa. Tukienda sehemu hii tukiwaza watatukubali, nao wametukataa. Tukienda kwa sehemu hii tunawaza watatukubali, nao wametukataa. Na wakati umejua ya kwamba hauna tena tumaini, mji inanaswa mateka na ibilisi, ndio utaona yale ambayo watu wanapotelea ndani ni ndani ya pombe. Vijana, sikia, nyuma ya vita ya pili ya ulimwengu, nyuma ya vita ya pili ya ulimwengu, maana dunia iliteseka. Watu walijiuliza mwisho itakuwa nini? Watu waliuana sawa nyama, watu walichinjwa sawa nyama. Lakini sikia, hawa Amerika walipoona ya kwamba vita ya pili imeshimama, na ilisimama kwenye meza, hakuna mtu ambaye alishinda mwingine, ilisimama kwenye meza. Lakini sikia, wa Amerika katika akili mingi yao wakasema, lazima tuokoe kizazi kile ambao bado hayakufa. Lazima tutumike juu ya kuokoa kizazi kile ambao hayakufa. Ndio kwa hiyo muda wakina Billy Graham walisimama. Ndio kwa ile muda wakina Bill Bright walisimama, wakina Osborne walisimama. Watu walileta habari njema kwa kuepusha kizazi ya watoto ili wasiharibike. Leo Mungu anaweza leta kale ka utulivu kadogo. Nataka kujulisha ya kwamba sisi tumekuja hapa tukutie moyo ya kwamba tumaini lipo, lakini jua ya kwamba hakuna tumaini bila kumwamini Yesu Kristo. Sisi tunakuja kupigania yale ambao wangali wabaki ya wicha, ambao bado hawayazimia, bado hawayakufa. Haijalishe ndani ya mioyo yenu mnasema ya kwamba Mungu ametuacha,
Mmesema ya kwamba mifupa yetu imekauka, lakini Mungu ametutuma hapa ili tuwaambie ya kwamba nyinyi ambaye bado myaingia kwa udongo, tumaini iko, na tumaini hii inajengwa kwa kumrudilia Mungu wetu wa mbinguni. Ndio naona picha ya wana wa Israeli katika Isaya 42 na verse ya 12. Sikia maneno ambayo yanasema hapa. Isaya 42 na verse ni ile ya 12. Biblia inasema hivi: lakini watu hawa ni wenye kunyang'anywa, kutekwa, watu wamenaswa katika mashimo na wamefichwa katika nyumba za minyororo, wamekuwa mawindo wala hapana anayeokoa, wamekuwa vitu vya kunyang'anywa wala hapana anayesema rudisha. Maandiko haya yanafunua maisha ya Israeli wakati ambapo nabii Isaya alianza kutembea. Kabla Ezekieli atokee, watu walikuwa hawana tumaini. Ya kwanza, wamenyang'anywa. Nini ambayo hayapita hapa wicha? Wangapi wamenyang'anywa? Na hii inaleta ukosefu wa tumaini. Wametekwa. Neno kutekwa ni kusema wamekushika na wanakuweka chini ya ulinzi wao. Na watu wanaweza waza hii ndio kawaida ya dunia. Baba wa pale alienda kushamba naye wakamshika akatekwa na tunaendelea. Maiti mekuya ya mtu fulani. Yo. Hii si kawaida. Kila mara nasema hivi: kuzoea tabu unawaza ndiyo maisha. Kuzoea tabu unawaza ndiyo maisha, kumbe hiyo si maisha. Kuna siku ambao unaenda kwenye hospitali, mahali ambapo wanaita chumba ya watu wote. Unapoingia kwenye chumba ya watu wote, utakutana pale wewe ambao umetoka nje, umeingia ndani ya hiyo chumba ya watu wote. Harufu ambayo iko pale ni harufu ambayo hauwezi kuzoea. Lakini sikia, kia kushangaza, unaweza kutana watu wako na kata bugali na nyama ya kuku, hawasikie hiyo harufu, wao ndio naisikia. Lakini juu wamezoea, wanawaza wamepata mazingira inayostahili. Na hii inakuwa tabia ya watu wa wicha. Juu wamezoea kuzika, hata tufanye mamitualite, na hizo mitualite tatusaidia kuzika. Fukuza hiyo pepo. Unaweza nishika mubaya kunisikia, lakini nataka nibadilishe mtazamo yako. Mitualite ni kitu kizuri, lakini nafanya wengine kuwa wadhaifu. Hawana wakati ya kufikiri zaidi ya mitualite. Roho yake hawezi kupanga zaidi ya mitualite. Ni juu umezoea, lakini umezoea vibaya. Sikia verse hii namna ninavyosema: wote wamenaswa katika mashimo. Watu wamenaswa kwenye mashimo. Watu wako huko, hawajue kama watatoka siku gani. Hawana msaada kutoka juu, hawana msaada kutoka chini, hawana matumaini. Yote imepotea. Na ndio naona Biblia nasema wamekuwa vitu vya kunyang'anywa, hata hapana anayesema rudisha. Wamekuwa vitu vya kunyang'anywa, hakuna mtu anaweza sema imetosha.
Wanasayansi wataingia hapa na kuwapa chapadomo, lakini hakuna kitu. Mesikia, bado tumaini hiko wakati tunaposoma maandiko matakatifu. Ukiangalia pale kwa ile verse ile ambayo tunataka kuzungumzia juu ya matumaini, verse ya 7, na ukiona verse ya 4, akaniambia tena tabiri juu ya mifupa, uiambie nyinyi mifupa mikavu, sikieni neno. Mifupa mikavu ambayo ilivunjika, haikukuwa tena na tumaini ya kuishi, haikukuwa tena na tumaini ya kutembea, maana amenaswa, ameteswa, amesongwa, hana tena kitu ya kufanya. Lakini jibu ni hii: Mungu aliambia Ezekieli, ambia hizo mifupa zisikie neno. Haleluya! Ni kwa neno Mungu anaumba, ni kwa neno Mungu anatoa uzima, na ni kwa neno imani inakuja. Maana imani haitakuja na ukusikia neno. Hii ambayo tumesimama hapa tukisema bado tumaini lipo, ni neno la imani, ili uamini ya kwamba bado uwezekano iko. Nakumbuka huyo mama ambaye mnajua, mama Agar. Huyo mama ambaye mama wa Ismael. Biblia inasema ya kwamba alipoenda kaona ya kwamba hakuna tena kitu ya kuendelea, lakini kuna neno likuja kwake, ikaita Agar. Usikubali mtoto kuweza kukufa. Angalia hapa, kuna kisima cha maji, na upeleke mtoto akunywe maji. Na mtoto alienda akakunywa maji na maisha ikaendelea. Natawaambia wapendwa, hii ni neno ambaye Mungu ametutuma kwenu kuambia ya kwamba bado tumaini liko. Sikia neno na uishike na uamini ndani ya hiyo neno. Ndio maana mpendwa, unaweza kusema haiwezekani tena, lakini nataka kuambia bado uwezekano iko. Israeli hii, kabla nikupe mashahiri zile ambao zitakuonesha uwezekano katika tabu yao, Biblia inasema ndani ya ile Zaburi 107 verse 19 hadi 21. Zaburi 107 verse 19 hadi 21. Katika tabu yao wakamulilia Mungu, na Mungu alituma neno kwao, na neno hii ikawaokoa. Haleluya! Mungu hakutuma jeshi, Mungu hakutuma malaika wakuye washuke, lakini wao wenyewe walipotambua wako ndani ya tabu, ndani ya mateso, ndani ya usambazo, wakaanza kumulilia Mungu, wakaanza kumuita. Na wengine wako hapa. Historia ya Israel pa 1882 pa 1882 Israel ikaendelea kuteswa na Russia. Rusi ilikalia Israel. Kukawa immigration ya watu wengi wa Yahudi ambao walienda katika nchi mbali mbali. Hii ni historia ambayo ilipata watu wa Yahudi kwa 1882. Rusi ilikaa juu yao, ikawapeleka kwa usambazo. Historia inasema kwa Première Guerre Mondiale, kwa 1914 a 1918, vita ya ulimwengu ya kwanza ikatokea. Watu wakauawa, watu wakateswa. Katika hiyo hali ya kuteswa kwao, ndipo Mungu anaanza kutumia hiyo vita ya kwanza ili kuwarudisha pole pole. Watu wanasema mwenye kufia kwetu kuliko kubakia huku. Maana Mungu iko nataka kutimiza yale aliyosema na Ezekieli, ya kwamba hii mifupa itavaa mwili siku moja.
watu wakawaza mambo imeenea, hayaenea. Deuxième guerre mondiale ikatokea kwa 1940-45, kukawa vita kubwa, asira kubwa juu ya Wayahudi. Kutoka tena watu gani? Hawa watu ambao walishimama Hitler ili waangamize Wayahudi. Mateso yao yalikuwa mengi sana, na wana msaada ambao inaweza kutokea. Watu wanaweza waletea kaunga, watu wanaweza waletea kitu gani, lakini haikuwa fariji ndani ya mioyo yao. Ni pale wakati watu wameona wamekufa wengi sawa inzi, Wayahudi wamekufa, Mungu iko na sukuma tu hii taifa ili imurudilie Mungu na kuweza kusema tunarudi kwetu. Ndipo historia inasema kwa ile vita ya 1940-45 Wayahudi walikufa 6 millions de personnes. 6 millions juifs walikufa, maana kisu ilikuwa juu yao. Sijua wicha kama watu ngapi wamelala, sijua wicha kama mpaka lini watu watauawa na kuchinjiwa sijue, lakini sikia, kuna Mungu mbinguni. Haleluya! Onyesha kidole juu na kusema kuna Mungu mbinguni. Haleluya! Kuna Mungu mbinguni. Haleluya! Katika hiyo tabu ndipo Mungu anaanza kujenga hii taifa ya Israeli, ambao walikuwa wamepoteza udamani ya kuita Wayahudi, udamani ya kuita taifa la Israeli. Kwa 1947 ndipo tunaona kikao cha kwanza kinaanza funguka macho na kusema mwisho itakuwa nini? Mbona watu wameteketea? Sikia mpendwa, kikao hii kinaitwa ONU, UN Nations Unies. Inaanza ulizana mwisho itakuwa nini? Le 14 Mai 1948 Israeli ikaitwa taifa, wakaipatia bendera, ikapata nguvu zake. Lakini ni historia ambayo nimechukua kutoka 1882 mpaka 1948. Natasema hivi kwa watu wa Wicha, imetosha, imetosha, imetosha. Mungu wa mbinguni aliyekumbuka hata Israeli kwa utumwa ya miaka 400 huko Misri, Mungu alijua akasema imetosha, nimesikia kilio yao, imetosha, nimesikia mateso yao, imetosha, nimeona tabu yao, na juu ya hii ninashuka mimi mwenyewe ili nishiriki mateso yao, ili niwakomboe kutoka mkono wa Farao, ili niwakomboe kutoka jeshi la Farao. Mpendo ambaye huko hapa, sema imetosha, imetosha, imetosha. Ni muda wa kukaa ndani ya tumaini. Imetosha. Wengine wanaweza sema huyu mhubiri iko naongea nini? Sikia mpendwa, kabla nimalize ndani ya Mwanzo sura 18, andika hiyo kwa sababu imetosha. Mwanzo 18 na verse yake ni ile ya 14, inasema hivi. Mwanzo 18 verse ya 14 inasema hivi, 14: kuna kitu kinachowezekana kinachoweza kushinda Bwana? Kuna kitu kinachoweza kushinda Bwana? Kwa wakati uliowekwa mbele nitarudi kwako kwa kadiri ya wakati wake, na Sara atazaa mwana. Haleluya! Hii ni historia iliyopita kwa watu waliovunjika moyo katika ndoa zao, hawakupata watoto, hawakuamini ya kwamba juu miaka
miaka imeendelea, tumefika katika menopause. Bwana yangu amechoka, mimi nimechoka Sara. Hakuna tena kukumbuka yale ambayo Mungu alisema. Sikia, Biblia inasema hivi, kuna kitu kinachoweza kushinda Bwana kwa wakati ulioweka mbele. Nitarudi kwako kwa kadiri ya wakati wake, na Sara atazaa mwana. Haleluya. Watu wa Wicha, sikia, tumaini lipo, kwa sababu hakuna kitu kinaweza shinda Bwana. Waidengo wameenda, ni wa hapa, walitaka kupigana na nguvu zote katika wimbo, lakini wameenda, wameacha kumbukumbu yao. Lakini sikia mpendwa, hiyo tumaini, ujue ya kwamba kwa Mungu hakuna kile ambacho kisichowezekana. Kama mzee Sara anaweza kuzaa mtoto, kama mzee Sara anaweza beba mimba kwa miaka ambayo isiyowezekana, malaika ya Bwana anamwambia, ninakuuliza, kuna kitu kisichowezekana kwa Bwana? Kumbuka historia ya wana wa Israeli kwenye bahari ya Shamu. Wanaona jeshi ya Farao, watu wanaanza kutetemeka. Lakini sikia mpendwa, Mungu hatumike gizi, sisi tunatumika. Mungu aliambia Musa, ambia watu wakae kimya, nami nitawapigania. Haleluya. Na akasema, geukeni muone wale watu, wale mnaowaona hamtawaona tena. Kumepita juma moja ama siku 10, na tuko najiandaa kukuya hapa. Tukasikia watu wamechomwa ndani ya nyumba, tukasikia watu wameuawa, tukasikia wanasema ADF ameingia ndani ya mji wa Mbimbi. Hakuna kitu kisichowezekana. Mungu anaweza yote. Sikia mpendwa, hata kama watu wale wamelala, lakini Bwana angali mwema juu yetu. Haleluya. Na wengine wakasema haitawezekana tena mkutano, maana tunaishi ndani ya woga mkubwa. Lakini namshukuru Mungu wa mbinguni, maana serikali ya Wicha ilikubali ili mkutano hii ifundishiwe, ili ujue ya kwamba hakuna kitu kisichowezekana kwa Mungu. Yote yanawezekana kwa Mungu. Ndani ya Agano Jipya kuna mfano hai ya uwezekano ya Mungu. Kuna mama mmoja wanamwambia utazaa mtoto, na anasema itawezekana namna gani? Sina mume na mimi ni bikira, nitatosha mimba wapi? Kwa Mungu yanawezekana. Haleluya. Juu apate imani ya uwezekano ya tumaini ya Mungu, Mungu aligeuka. Huyo malaika kamwambia, nataka kuambia Miriamu, we binti, sikia, ndugu yako Elizabeti ana mimba ya miezi 6, ingalao miaka yake imeendelea, ingalao mume wake ameonekana kuwa hawezi kuzaa, lakini leo ana mimba ndani ya tumbo ya Elizabeti. Na wewe mimba itaingia. Na hii ilikuwa mimba ya Yesu Kristo. Kama iliwezekana, na wanaleta eshantio kwa Maria ili aone ya kwamba inawezekana, eske unaamini ya kwamba bado yanawezekana? Unaweza ona mtu anajenga nyumba yake, wakati unafika pale usipigane na hiyo nyumba, gusa tu hapa na kusema juu imewezekana hapa, bado inawezekana kwangu. Haleluya. Unaweza ona mtu anaendelea katika maisha ndani ya njia ya biashara. Huyu ni mtu kuendelea ili wewe uamini ya kwamba bado inawezekana. Kama iliwezekana kwake, na kwako inawezekana.
Ikienda nikimaliza, ili iwezekane ni kumurudilia Mungu. Ili yawezekane ni kurudilia Mungu. Nataka niite ndugu yangu asifiwe, ili atulete mbele ya huyo Mungu. Ili tutoke hapa tumeomba juu ya kuona uwezekano ya Mungu wetu. Haijalishe mifupa yetu ni mikavu, haijalishe siku zetu tumeteswa, haijalishe kumbukumbu letu ilikuwa nzuri, leo imekuwa mbaya, lakini kwa Mungu hakuna kitu kisichowezekana. Kwake yote inawezekana. Ndio maana nitaita ndugu asifiwe. Na nyuma ya kuita hawa watu nitaombea wagonjwa, maana inawezekana. Kama Mungu aliponya Elua ndani ya ministeri ya maseminari hapa kwa Katatangangisa kwa kanisa, ninajua wagonjwa wako hapa, ninajua wanaolia wako hapa. Nyuma tutawaombea. Usikimbie, maana tunaenda kwa mtu ambaye yanawezekana. Chapia Bwana makofi mazuri kwa neno nzuri ambayo tumepewa. Mtumishi wa Mungu ametuonesha shairi 7:37 1 mpaka 6, na ametuonesha kama mji wa Wicha iko sawa mifupa mikavu. Na mji wa Wicha unaitwa mji kwa sababu muko watu ndani. Muko mimi na wewe, ndio maana wanaita yao mji. Na kama mji wa Wicha inalinganishwa na mifupa mikavu, yani na sisi pia tumelinganishwa kama mifupa mikavu. Mpendwa katika Bwana, Musa ametuelezea parcours ya mji wa Wicha, mji ambao ulikuwa mji ya gloire. Mie niko mtoto ya Wicha. Magharibi tulikuwa tunacheza ndani ya Mbalamwezi mpaka ta 23h tuko nafanya kabisamo. Ilikuwa mji ya furaha, mji ya mchele, mji ya kalanga, mji ya mafuta. Lakini leo imekuwa mji ya bashe na kaunga. Mpendwa katika Bwana, nimefika hapa ndani ya mji wa Wicha Kujavie. Nikatembea kwa marafiki yangu. Nikafika kwa nyumba moja ya mrafiki yangu. Nikauliza mama yake, ndugu yangu fulani iko wapi? Akaanjalia, haukusikiaka, rafiki yako haiko tena, ameshakufa. Anaanjalia. Nikalamusha kilio tena ndani ya parcel. Nijiuliza, nimeuliza kwa nini? Nikaenda nikauliza tena, nani amejenga ndani ya parcel ya papa fulani? Ni yeye amejenga. Wananiambia hapana, alikufaka naye. Mpaka nikaanza ogopa kuuliza watu. Nikakutana na mtu kunjia, Bwana asifiwe, ndani ya mji saa Wicha, ambayo mtu anaweza kufa saa yote, ambayo mtu anaweza enda saa yote. Tena kitu kia balaa na kitu kia haya, zambi konaongezeka tena. Nimekutana warafiki wengine, meno ishaka kuwa noir, macho ishaka kuwa rouge, sababu ya pombe, sababu ya bangi. Wakolege tumesoma nao, wengine wamebebeshwa mimba, wamebakia tu hivi. Muhimu gani ya Wicha? Kweli kweli unaweza bakia bila Yesu? Kweli kweli? Muhimu gani kabisa hii unakatala kuishi na Yesu? Kwa maana nimeona maisha ya mateso katika mji. Lakini mpendwa katika Bwana, hii mifupa itavaa mwili sasa. Kama tumekuja hapa, tumekuja juu yako. Chapia Bwana makofi. Tumekuja juu yako. Na Mungu ili aanze restaurate na mji ya Wicha, ataanza na weye.
Nilitaka leo wewe mwenye umefika hapa ukamate decision na hatua mpya kusema, Bwana, maisha yangu nimefanya dhambi sana, lakini leo ninataka kamata hatua mpya, kwa sababu ndani ya hii mji ya Wicha hakuna yule anaweza kunisaidia, hakuna yule ambaye mimi naweza kimbilia kwake, hakuna yule ambaye anaweza kuwa msaada wangu isipokuwa ni huyu Yesu ambaye anageuzaka mifupa inavala mwili. Na wewe ile decision yenye umekamata sasa, yenye uko nakamata sasa, mpendwa katika Bwana, Mungu ataanza kurestorate na maisha yako. Najua umelia sana sababu ya magumu, kwa sababu magumu inakuja kwa sababu ni magumu ya dhambi. Jinsi Zaburi inasema. Nilitaka tuweze kuingia ndani ya maombi. Mahali huko utashimama mpendwa, shimama kwenye huko. Na mahali unasimama unaangalia chini, angalia udongo. Eske unaona ile udongo? Hii ni udongo yetu ya Wicha. Kwa saa yoyote tunaweza ingia ndani ya udongo. Kama haiko leo unaweza kuwa kesho, kwa sababu mji tuko na mariske mingi. Lakini nilipenda uanji angalia maisha yako. Angalia pale kwenye ulikosea Mungu. Angalia pale kwenye ulifanya dhambi. Angalia maisha gisi unatembeaka. Angalia ile yenye ulifanya ile siku. Angalia gisi unatembeaka. Mungu alikuonaka. Angalia chini s'il vous plaît. Kuwa concentré, kwa sababu Mungu yuko anataka kushanje maisha yako. Jambo la pili tunafanya baada ya kuangalia udongo na kuangalia ile udongo, utaangalia sasa maisha yako. Eske mimi nafanyaka dhambi au hapana? Kwa sababu kwa hii wakati kuko neema ya Mungu yenye iko hapa na inataka kuefase zile mazambi zako ili uanje maisha ya restoration. Ukikuwa restore, na Wicha atatusikilia huruma Mungu, na Wicha itakuwa pia restore. Nani hafanyake dhambi hapa? Inue mkono juu. Asante, kwa sababu tunafanyaka dhambi. Lakini kama unajitambua mwenye dhambi, maandiko inasema ukijitambua uko mwenye dhambi na unasema niko hapa Bwana unisamehe, niko hapa Bwana naanja hatua mpya pamoja na wewe, pale leo Mungu iko nataka kukuokoa na anabadilisha maisha yako. Kama unajitambua unafanyaka dhambi, inua mkono yako juu wa kuume. Asante. Tuko wengi ambao tunafanyaka dhambi. Shukisha mkono. Umejitambua kama unafanyaka dhambi. Hatua pili ambayo unataka kufanya ni kumsogelea Mungu akuje akusamehe, na ni kupitia maombi ya watumishi wa Mungu. Kama unajitambua na unataka ukamate decision, ama unapenda unabakia na dhambi zako na maisha ya dhambi, lakini kama unapenda ubadilishwe, wewe mwenye umesukuma mkono yako, kamata hatua ya tatu, ni kuingia hapa mbele, watumishi wa Mungu wakuombee. Toka kwenye huko mama, ingia hapa mbele. Karibu, karibu. Merci kaka, merci mama, sogea mbele ili tukuombee. Ulisukuma mkono kusema unafanyaka dhambi, lakini kwa nini unataka katala tutoshe ile dhambi na usamehewe? Sogea karibu. Na watoto Mungu kwanza, watoto Mungu kwanza, watoto Mungu na nini na nyinda baita. Karibu, 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 karibu. Kwa nyuma, sogea karibu, kwa sababu ni uwanja Mungu iko naita. Wakati Mungu atarestore maisha yako, atabadilisha maisha yako, Mungu atakusikilia huruma na anabadilisha maisha yako. Karibu baba, karibu mama. Nakuita nisikie.
mko mbele, wachie wengine nafasi nyuma. Mungu wangu, Mungu wangu, ulisema baba, ulisema yako karibu, sogea mbele ndani ya maisha yake. Lakini yeye anayekiri na kuyaacha atapata rehema za Bwana. Heri mtu yule anayeogopa wakati wote. Mwenye kunasikia hoga kila wakati. Lakini yeye anayetia moyo wake mgumu ataangukia hasara. Kama ungali nyuma, uko na vicha, uko na jiona, uko speciale, atafadhali sogea mbele, tunakupatia neema ya quelques minutes. Merci dada, merci mama. Na acha nafasi kwa mchungaji ili aweze kuwaombea. Wapendwa, ni furaha kubwa kuwapokea. Na hii ni kusudi kubwa ya Mungu juu ya maisha ya mwanadamu. Hataki hata mtu mmoja kupotea, lakini wote wafike kwa kutubu. Ndio maana nataka niombe na wewe. Ni maombi ambao hata na mimi kuna siku niliomba maombi yale. Niliyaomba kutoka moyo wangu. Ni maombi ambao ninakukopesha tu. Wewe unaweza kuwa na ingine. Na nitasihi watumishi wa Mungu mfanye tuzunguke juu ya hao wapendwa. Maana hii ni upendo mkubwa kupokea wandugu kama na hawa, ili tuwaache katika mikono ya Mungu. Tasihi watumishi wa Mungu mshimame na tuweze kuzunguka hawa wandugu zetu. Ninakukopesha tu maneno, lakini yatoke ndani ya moyo wako. Hakuna kile kisichowezekana kama tunaacha maisha yetu kwa mkono wa Mungu. Wakati watumishi wako naenda kuwazungukia, ni juu tuachilie baraka juu yenu. Wafanfariste wako wapi? Wafanfariste wanaweza piga nao ngunga pale. Wanapiga ile mwamba uliopasuka. Ndani yako ni fichame hapo. Watatupigia vipande viwili. Wewe mwenyewe hapa utakuwa ukianza kujiombea. Na wewe kule kama ulibakia, unaweza jiweka chini ya hiyo mwamba. Maana hii ndio kimbilio letu. Tunaweza fichama ndani ya hiyo mwamba. Twende wandugu kwa haraka, mwamba uliopasuka. Anja kujiombea, sema Mungu akusamehe. Anja kukumbuka ile makosa yote umefanya, sema Mungu akusamehe. Unaweza inua mikono yako mbili juu, ni alama ya kusihi Mungu akusamehe. Ni alama kusema Mungu nisamehe. Anja kusema, anja kutamka wakati ile nyimbo inapika. Anja kuambia Mungu akusamehe ile makosa yote yenye unakumbuka na yenye haukumbuke. Mtarudilia maombi haya. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Rudilia sauti. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninakuja kwako jioni ya leo. Ninakuja kwako jioni ya leo. Ili nitoe maisha yangu kwako. Ili nitoe maisha yangu kwako. Tawala maisha yangu. Tawala maisha yangu. Ongoza maisha yangu. Ongoza maisha yangu. Ninakupa maisha yangu. Ninakupa maisha yangu. Samehe uovu wangu. Samehe uovu wangu. Samehe kushindwa kwangu. Samehe kushindwa kwangu. Ukanisamehe Yesu Kristo. Ukanisamehe Yesu. Yote niliyoyafanya.
yote niliyafanya kwa ujinga, leo ninakupa maisha yangu. Ongoza maisha yangu. Acha niwe mali yako. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante Yesu. Kwa kunisamehe, kwa kunikubali. Maana leo umenifanya kuwa mwana wako. Ni katika jina la Yesu Kristo. Asante Yesu. Mungu Baba yangu ya mbinguni, ninainua mikono yangu juu kwa ajili ya umate hii. Mungu wewe ambaye unasema kujeni kwangu nyinyi nyote mnaosumbuka na kulemewa, ambao wana mizigo, mbali na wewe kuna uzima. Leo wamekubali ili kukuja kwenye nyumba yako Baba. Bwana wapokee Baba, wasamehe Baba. Acha furaha ya wokovu yakae ndani mwao, furaha ya matumaini yakae ndani mwao, ya kwamba unaweza Bwana kuwatendea mema. Baba ninasema asante kwa yale ambayo Roho Mtakatifu atafanya juu yao, yale ambayo Roho Mtakatifu anaanza kutumika nao. Roho Mtakatifu anaanza kutenda ndani ya maisha yao, kuumba uzima mpya, kuumba furaha mpya, kuumba matumaini mapya. Bwana asante, asante kwa Roho yako Yesu Kristo. Ndio maana Baba, ninawacha kwa mikono yako, uwatendee mema na neema. Maana ninakuomba ni katika jina la Yesu Kristo. Utashangilia Bwana na kumwambia sifa na heshima zimurudilie huyu Bwana, Bwana ambaye amefanya hii jambo kubwa. Asante. Tunafanya hivi, tunatafanya mwelekezo. Wagonjwa karibu. Tuimbe jina lake linapita kila jina duniani. Jina kubwa, jina na Yesu, Bwana Yesu. Kama unaenda usibebe kiti ambayo haiko yako, itakuwa laana umejibebea. Usibebe kitu ama kiti yenye haiko yako. Ni kubeba mateso yetu, ni kubeba kuchubuka kwetu, ili tuwe huru ndani yake. Ndio maana tunataka kumuita Yesu huu, ambaye alipigwa, aliteswa, aliumizwa juu ya magonjwa yangu, juu ya tabu yangu. Sijua wapi ambapo kuna kuumiza. Utagusa mahali ambapo kumekuumiza kwa siku nyingi. Yale ambao unataka Mungu atende juu ya maisha yako leo, jioni ya leo. Kila mmoja hapa ana tatizo yake, ndio ambayo utayagusa na kusema Bwana, niko hapa, ninakuja kwa imani. Nataka Bwana uniguse. Nami nitanyanyua mikono yangu juu ili niweze kuomba pamoja na wewe katika haya mateso yako. Mungu Baba yangu ya mbinguni, ninainua mikono yangu juu, maana ninajua msaada wetu inatoka juu kwa Baba. Bwana, angalia katika hali ya kuteswa kwa watu hawa. Mwingine ameteswa juu ya kansa, Mungu wa mbinguni. Mwingine ameteswa juu ya kichwa,
haiponake Baba. Mwingine ameteswa juu ya damu imeingiliwa na vitu vichafu. Baba, ninamuleta mbele yako juu ya mambo mbalimbali. Baba, ninainua mikono yangu juu ya hizo magonjwa, juu ya hizo tatizo. Baba, 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 Yesu Kristo, kusa sasa, ponya sasa, ponya sasa Baba, ponya sasa Baba, achilia uzima, achilia uzima ndani ya hizo viuno, achilia uzima ndani ya hiyo tumbo, achilia uzima ndani ya hiyo damu, achilia uzima ndani ya ukosefu ya kuona. Wengine ni macho, wengine ni masikio, wengine ni kinywa, wengine Bwana wameteswa, wamelia usiku, hawawezi kulala. Baba, ninawaleta kwako Yesu Kristo, kwamba ulipigwa juu tupate kuponya, ulipigwa juu tupate rehema, ili tupate kufunguliwa. Baba, gusa, 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 gusa Baba. Haijalisha na kichwa kuluma, haijalisha na tumbo, haijalisha na macho, haijalisha na sikio. Acha asikie, acha asikie, acha aone, acha aone, acha Bwana aguswa na wewe Yesu Kristo. Baba, gusa, Baba, gusa. Ombea magonjwa, ili kuombea vifungo, ili kuombea Bwana reje ambao watu wamejikuta wametupiliwa, ili kuombea sasa zikutukuze Yesu Kristo, ponyaji Baba, ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini, tukisema amen. Tashangilia Bwana, tashangilia Bwana. Jaribu kuangalia nini ambayo ilikuumiza kabla niite hapa Mama Merveille ili akuye aimbe. Utaangalia wapi ambapo kulikuwa unaumia. Anza kuangalia kama Bwana amegusa maisha yako. Haleluya. Na kesho utuletee ushuhuda ya uponyaji. Elwa, Mungu ambariki. Alipopona alituletea ushuhuda ya kwamba nimepona. Na wewe kesho utuambie nini Mungu amefanya kwako. Chapia Bwana makofi mazuri. Kitu nataka kuambia iko ni moja tu. Ushapona.